Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu, karibu mwami, karibu mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami, karibu baba mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje.
umetupa kibali ya kuja kukuabudu, tunasema asante. Kristo, tunapokuabudu, jambo moja ni kuombe tusaidie kuabudu kwa roho na kweli. Nyumbani mwako Baba yangu, watoto wako tumejitolea kuja kukuabudu. Nami kwa uwezo umenijalia kama mwana mtumishi ndani ya nyumba, ninakualika kwa njia ya kipekee. Kristo, sema nasi, lete mabadiliko, kutanika na kila mmoja sawia na matakwa ya moyo wake, ili kwamba Baba hapata kuwa na mtu hata mmoja atakayetoka mahali hapa alipoingia, bali mtu anaenda kutoka amekutanika nawe, amepokea muujiza wake, aliyeingia akiwa mdhaifu. Kristo, una uwezo na mamlaka, mkuze, mponye katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya watoto katika nyumba. Asante kwa sababu ya wamama, wazee na wote ambao wamejinyima Mfalme kufuatilia ibada hii. Baba yangu, waguze, wabariki maisha yao Baba, waishi kukupendeza kumno. Wacha na wawe na jambo na sababu ya kufurahia siku hii ya leo Baba, katika jina la Yesu. Kwa mara nyingine ninaalika uwepo wako ukae katikati yetu, ulete mabadiliko, mwanzo mapenzi yako yatimilike kwa vipindi vilivyo mbele yetu. Mtumishi wako Baba, umesema naye umemwandaa kwa ajili ya kusema na wanao. Baba yangu, mbariki, mpe upako wa kipekee, mjalie na usemi, na mondolee kila jambazi vya ibilisi, nami na vilaani kwa jina la Yesu vikapate kushindwa. Peke yako tamalaki vipindi vilivyo ndani ya ibada hii. Asante kwa sababu ya uongozi wa kanisa hili, tangia askofu na wote wanaotenda kazi ya mwito. Baba yangu, walinde, wahifadhi pamoja na jamii zao Baba, wafunike kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninaleta kila anayehusika kwa namna moja ama nyingine katika ibada hii. Baba, ninaomba kibali chako kikae juu ya utendakazi wako, na ni kwa Kristo Yesu ninaomba hata na kushukuru. Amen. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Baba ni mwema, ametupa kibali ya kuja kumwabudu, na sasa tunataka kumtukuza. Haleluya. Mpe mtu high five, mwambie Jesus loves you.
You can see me just wave at me like this. And let's give the Lord a very good clap. I think you can do a better clap than that. I'm so delighted to be back in the house of the Lord. Nimefurahi sana kuwa nyumbani mwa Mungu. For me to be here, it is God's grace. Na ili niwe hapa ni kwa neema ya Mungu. And I thank God because of Mzee, the work of the Lord is going on very well. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mzee, maana kazi ya Mungu inaendelea. I'm humbled to be in front of you, men and women of God. Nimenyenyekeza kusimama mbele zenu wapendwa wa Mungu. And to all those who are watching me wherever they are. Na kwa wote wanaonitazama popote walipo. My name is Moses Nyangweso. Moses Nyangweso ndilo jina lake. I serve the Lord with a lot of humility. Na mtumikia Mungu kwa unyenyekevu mno. Because he called me to serve him. Maana aliniita nimtumikie. While I was away, I was sick. Nalipokuwa mbali nalikuwa mgonjwa. And the Lord has healed me. Na Bwana amekwisha kuniponya. And the Lord confirmed to me that I still need to serve him. Na Bwana akanithibitishia kwamba nahitaji bado kumtumikia. Now, if there is any second baptism I received it 2 weeks ago. Na kama kuna ubatizo wa pili mtu hupata, basi mimi nimeupata majuma mengi. Personal encounter with Christ. Ili kukutanika moja kwa moja na Kristo Yesu. And that's why if I would not have spoken here today, I would not have kept the promise that Christ told me. Na kama singenena hapa leo, basi singetimiliza hali Bwana ametuambia. Told me to come back and serve. Aliniambia nije bado nimtumikie. And he also told me to do another thing. Na akaniarifu pia nitende jambo. To forgive. Kusamehe. 2 things. Mambo mawili. To serve and forgive. Kutumika na kusamehe. Because he confirmed to me that he's forgiven me. Maana alinithibitishia kwamba amenisamehe. So I'm not gambling about Christ. Hivyo basi sibatishi kuhusu Kristo. I saw him. Nilimuona. I felt his presence. Nilihisi uwepo wake. And when I came back, I asked myself. Na niliporudi nilijiuliza swali. And God, if I was to come and remain there. Na Mungu kama ningelirudi na nibaki pale. Who would have taken care of my children? Je, ni nani angeshughulikia wanangu? How about my wife? Na mke wangu ni nani? My children, I would have given them to somebody. Watoto wangu ningepeana kwa mtu. But my wife? Walakini je, na mke wangu? I was so worried that I'm going to leave her. Wasiwasi nilikuwa nao sana maana and he told me to come and serve him again. Na nikaahidi kuja kumtumikia tena. And I want to honestly thank you so much. Nataka kwa kweli kuwashukuruni nyote. I was in HDU for 3 good days. Naam. Totally under support. Nilikuwa katika chumba cha wagonjwa mahututi mno. And you know when I was out of there, I could not even keep myself there. I was coming out. Na nilipotoka pale, and the doctors could tell me, no, you are going to die if you don't stay here. But na madaktari wakaniambia utakufa kama hautakaa hapa. I remember a few months ago, Godfrey called me. Nakumbuka Godfrey alinipigia majuma yamepita. I just saw a call. Niliona tu and then the phone was taken away. Na mtu akachukua basi. Because there were so many calls. Maana kulikuwa na simu nyingi. That is not the big story this afternoon. Hiyo ndio story kuu leo. The big story this afternoon. Hadithi kuu adhuhuri ya leo. Is good news. Ni habari njema. The news of Jesus Christ. Habari zake Kristo Yesu. And I want to take the shortest time possible. Na nataka kuchukua muda mfupi sana. To let you understand. Kufanya uelewe. The benefit of trusting in the Lord. Faida ya kuamini katika Bwana. Trusting in the Lord. Kuamini katika Bwana. Vis-a-vis trusting in human beings. Ukilinganisha na kumtumainia I have been reading the Bible. Nimekuwa nikisoma andiko. And of course I've read the Bible. Na ndio nimekwisha kusoma Biblia. There is one story in the Bible. Nayo hadithi moja katika The story of salvation. Hadithi ya wokovu. Any gospel in the absence of salvation is null and void. Wokovu wote bila wokovu basi hii ni bure. This is a gospel that has defeated many people. Hii ni injili ambayo imeshinda watu wengi. Many scholars. Wasomi wengi. Many scholars. Wasomi wengi cannot comprehend this. Hawawezi kuimanga. And they fear
fear people who have studied the Bible. Na wanaogopa wanaosoma Because it is beyond laboratory tests. Maana ni zaidi ya utafiti wa It kisayansi. is beyond scientific tests. Hii inazidi utafiti wa The kisayansi. supreme word of the Lord. Hii ni neno kuu la Mungu. The word that gives hope those who are hopeless. Neno linalopea tumaini I want to wasiotumaini. tell you like someone, trust in the Lord. Na waambieni lakisema tumainieni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. You know when this gentleman was playing that keyboard, Kijana huyu alipokuwa anacheza kinanda, and then I realized where is Peter? Peter came to me to give tithe. I mean to give sadaka. na Petro akanisongea nitoe. Sasa mimi nilikuwa na pesa ya kutoa sadaka. Naam. Nikiangalia hiyo pesa haiko. Naam. Sasa mimi nikaambia mtoto wangu alikuwa na pesa ya kutoa sadaka akatoa. Naam. Praise God. Hallelujah. But now as I was touching my pocket, Na nilipokuwa nashika mfuko I realized that money was hiding somewhere. niligundua pesa ile ilijificha kwenye kona mahali. And then this guy was playing that keyboard like Jesus just about to come. Na huyu alikuwa anacheza kinanda kana kwamba Yesu yuarudi sasa hivi. Then I was like, this guy really trusts in the Lord. Na nikaona kwamba mtu huyu anamtumainia sana Bwana. And I said that I must give him a gift. Na nikasema lazima nimpe But I zawadi. don't want none of you to see the gift. Na sitaki eni muone zawadi hii. So I must give him a gift. Kwa hivyo lazima nimpatie zawadi. And the gift I'm going to give him Zawadi ambayo nitampa is a symbolic representation of what God is going to give you and you trust in him. ni ishara ya kile Bwana anaenda kukujalia ukimtumainia. Bwana Yesu apewe sifa. Praise Jesus I Christ. want to draw your attention, great men and women of God, Nataka kuelekezeni watu wa Mungu from the book of Jeremiah chapter 17 and verses 6 up to 8. katika kitabu cha Yeremia 17. Then I'll push you to the book of the Psalms, the book of Psalms. Kisha tuende katika Zaburi Of course, 121. ya Then 121. I'll conclude with the Philippians Kisha nitamatishe na Wafilipi 1:6. 1:6. And the theme that we are discussing this afternoon, Na ujumbe tunaozungumzia adhuhuri ya leo just doing mpaka saa ngapi is already one, is about trusting in the Lord yahusu kumtumainia Bwana as a sign of commitment kama ishara ya kujitolea to the work of God. kwa kazi ya Mungu. I've not forgotten my big theme commitment. Sijasahau kule kujitolea. Trusting in the Lord. Somebody, can you say after me? Trusting in the Lord. Kumtumainia Bwana. Kumtumainia Bwana. Naam. Biblia inasema hivi. From verse 6, Jeremiah chapter 17. Yeremia 17 mstari wa 6. And we'll read through verses 8. Are we together, church? Kwa pamoja kanisa. We are together. Just wave it to me like this. I don't Kama uko want hapo to nipungie tu mkono. I want you to follow me systematically so that we are reading from the same scripture. Nifuate pole pole ili tuenende pamoja. The Bible says, Biblia inasema thus said the Lord from verses 5, mstari wa 5 kuteremka. cursed is the man that trusteth in another man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. For he shall be like the heat in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parted places in the wilderness, in salts and in not inhabited. This is New King James Version. But blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be like a plant tree planted next to waters, and that spreadeth out her roots to the river, and he shall not see when heat comes. But her leaves shall be green, and shall not be careful in the years of drought. Neither shall cease from yielding. Praise God. Bwana asifiwe. Mchungaji, soma kwa Kiswahili. Bwana asema hivi, amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto.
hata uona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Praise the living God. Bwana asifiwe. Jeremiah is writing this very, very powerful scripture. Yeremia anaandika andiko hili lenye nguvu. When the children of Israel are in exile. Wakati wana wa Israeli wamo katika utumwa. Of course, they were under total captivity. Ulikuwa na watumwa wengine. They were under oppression. Walikuwa katika kudhulumiwa. And if anything, they had lost hope. Na kama kulikuwa na jambo walipoteza tumaini. Because captivity means you've lost your independence. Maana utumwa inamaanisha uhuru hauna. These people had been taken away as slaves. Watu hawa walikuwa wamepelekwa kama waliohama. When the 8th century prophets give their prophecy, wakati manabii wa enzi zile walipotoa unabii, there are those who prophesied when these people were in affluence. Kuna wale waliotabiri wakati watu walikuwa kwenye dhiki. They were in affluence, in plenty. Walikuwa katika utele. Naam. And they were not lacking anything. Na hawangekosa lolote. But in the process of them not lacking anything, lakini katika wakati huu wa utele, the Bible says they ran short of God's glory. Biblia inasema walipungukiwa na utukufu wa Mungu. And as a result, na basi hatima yake, God wanted to teach them that He is still their God. Mungu alitaka kuwafundisha kwamba yeye ndiye Mungu. Now up there I want you to understand this. Na nataka uelewe hii mwanzo. God is good in good and bad times. Mungu ni mwema nyakati zote. He never changes with our circumstances. Habadiliki kulingana na hali zetu. But God is using now a different approach to bring these children back to Him. Lakini Mungu anatumia mbinu tofauti ili wana hawa wamrejee. Of course, they are suffering. Ndio wanateseka. And when I try to contextualize this message with the current situation, na nilipojaribu kuzingatia hali hii na hali ya sasa, there are quite a number of things that come into my mind. Kuna mambo mengi yananijia kwenye mawazo. And today there is a lot of cry in the world. Na leo kuna kilio. Many people are crying. Watu wengi wanalia. Even us here we have issues that we can present before God. Hata na sisi tuna mambo tunataka kumpelekea Mungu. And the thing that has caught the entire audience is about kidnapping of children. Na yaliyokithiri sana ni kule kuteka nyara watoto. Problem. Hii ni shida kuu. Those of us who have children and our children live going to school, we always pray for them. Walio na watoto ambao hucheza na wanaenda shule. But because you don't know who is going to capture them. Maana hujui nani atawanyakua ama atawatoa. But for us, we trust in the Lord. Lakini kwetu sisi tunamtumainia Mungu. Now when Jeremiah was prophesying, Yeremia alipotabiri mambo haya, before the exile, kabla ya kutoka, and during the exile, na wakati wa kutoka, the Bible history says that he went to the children of Israel in exile. Biblia inasema katika historia kwamba alienenda na wana wa Israeli. And if you read Jeremiah very well, he's one of those prophets we call the suffering servants of God. Na ukisoma Yeremia vizuri utapata ni nabii aliyeteseka wakati ule. Because most of his prophecy, maana utabiri wake is two paradigm. Hii ilikuwa ni ya msukumo. Ulikuwa na ule unabii wa tumaini. Naam. Na kukawa na unabii ule ambao hauleti tumaini. Naam. If you talk of the prophet that talked about the new covenant, is Jeremiah. Na kama kuna nabii aliyetabiri kuhusu agano jipya, basi ni Jeremiah. But again Jeremiah talked about destruction of Israel. Hata hivyo alizungumzia pia kuhusu kuharibika kwa Israeli. He is prophesying post-united kingdom. Na sasa anatabiri ufalme uliounganika. Baada ya ufalme kuvunjika. Naam. Kuwa na Israeli na Juda. Naam. And then Jeremiah is now going with Judah. Sasa Jeremiah anaenda na Yuda. Ameenda na Judah. Naam. And then he's telling Judah when they are there. Anaambia Yuda wakati walipokuwa. Sometimes somebody can speak something when you are in trouble and you wonder whether it makes sense. Wakati mwingine mtu anaweza kuzungumza mambo ukiwa kwenye shida na unashangaa anasema nini. You wonder, are you really in your right senses? Unajiuliza kama mtu huyu And then he's telling you, please just take heart. Na anakwambia kuwa na tumaini. But you are wondering, how am I going to take heart with my situation? Na unashangaa utakuwa na tumaini aje katika hali yako. Bwana Yesu
wasifiwe kanisa. Praise Jesus Christ. And now askofu, this is what makes pastoral ministry the most difficult ministry. Na hii sasa askofu ndiye inafanya kazi ya uchungaji kuwa ngumu. Because you are giving hope to people who are losing hope. Maana unapenda tumaini kwa wale But you need to give them anyway. Lakini wahitaji This is the situation in which Jeremiah is. Hii ndio hali Yeremia ilikuwa ndani. From the context in which this scripture is being written, katika muktadha mahali panaandikwa, two things are evident. Mambo mawili yanathibitika. The children of Israel had lost their focus onto God. Wana wa Israeli walikuwa wamepoteza tumaini kwa Bwana. And now they are focusing on men. Sasa walitazamia mwanadamu. They are focusing on what they have. Wanatazamia wale at the expense of trusting in the Lord. Kwenye gharama badala ya kumtumainia Mungu. When you lose focus from what matters most, ukipoteza tumaini kwa mambo ya maana, something wrong is going to happen. Jambo mbaya litakutokea. And this is very common. Na hii ni kawaida. For those of you who are employed, kwa walioajiriwa, sometimes it becomes very difficult to serve two employers at the same time. Wakati mwingine inakuwa ngumu kutumikia mabwana because wawili. that is why you focus more than others. Kwamba mkubwa atakutazamia sana kuliko wengine. The children of Israel had put their hope now in people. Wana wa Israeli walikuwa wametumainia sana wanadamu. Na wameacha kumtumainia Mungu. Naam. Na wako katika nchi ya utumwa. Naam. Na ndani yao kuna nabii. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus Christ. They have shifted from what matters. Wametoka katika mambo what matters less. Katika mambo duni. And then Jeremiah comes. Na kisha Jeremiah anakuja. He starts by giving them a comparative example. Anaanza kuwapa mfano wa kulinganisha. He says the consequences of trusting in man. Anawapa matokeo ya kutumainia mwanadamu. And the consequences of trusting in God. Na matokeo ya kumtumainia Mungu. And I'll give you a few characteristics of people who are in church. Na nitawapa mifano tabia ya watu walio kanisani. But they don't trust in God. Lakini hawamtumainii Mungu. And the consequences of such. Na matokeo ya mambo haya. And those who stay in the church. Na wanaokaa kanisani. They serve the Lord consistently. Wanamtumikia Bwana kufululiza. And the results of that. Na matokeo yake. Blessed is he who trusts in the Lord. Amebarikiwa naye mtumainia Bwana. For there are the consequences. Maana kunayo matokeo. For he shall be like a tree. Maana atakuwa kama mti planted near waters. Uliopandwa kando ya mto. The opposite of that is a tree in the desert. Kinyume chake ni mti jangwani. Wapendwa, jangwani hakuna tumaini. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Praise the living God. Bwana asifiwe. There is no hope in the desert. Hamna tumaini jangwani. The desert is very dry. Jangwani kumekauka. There is no water. Hamna maji. In the desert, jangwani pale, there is no food. Hamna chakula. And if there is, it's very little. Na kama kuwepo basi ni kwa kiasi kidogo. This reminds me of those early monastics who were in the deserts. Hii yanikumbusha waliokuwa jangwani. When they wanted to deny themselves to serve the Lord more, they could go in the desert. Walipotamani sana kumtumikia Bwana kwa jangwani. So that they torture themselves and learn to trust in the Lord. Wangejitesa sana kujifunza kumtumainia Bwana. Because when you are in the desert, you are in the world of isolation. Maana ukiwa jangwani upo katika kutengwa. Population in the desert is very scattered. Hamna watu pale, ni wachache tu. The desert, there is no affluence. Basi katika jangwa hamna mambo muhimu. In the desert, there is no much conversation with the people. Hamna hata kusemezana na watu. There is a lot of isolation. Kuna kule kutengwa. In the desert, there is hopelessness. Jangwani kuna kupoteza tumaini. Because when you don't eat, you don't feel comfortable. Pasipokula hamna starehe. In the desert, it's not good. Jangwani ni shida tu. I hate deserts. Mimi unachukia jangwa. But this afternoon, Jeremiah is comparing those who trust the Lord. Lakini adhuhuri ya leo Yeremia analinganisha na utumania Bwana. And those who are in the desert. Na wale walio jangwani. Because trusting in man and those who are in the desert, maana kumtumainia wale walio katika jangwa ni kama wale ambao wanamtumainia mwanadamu. Naam. Na unapomtumainia mwanadamu anaweza akakutoroka anytime. Naam. Ubaki peke yako. Naam.
makofi kwa sababu hata kutoroka. If it is human being who feeds you, kama ni mwanadamu anakulisha, he will feed you for a few days and he will start counting the number of times he has fed you. atakulisha kwa muda mfupi kisha aanze kuhesabu ni mara ngapi. Hata akikutana na mchungaji anasema huyu analinga na huyu nilirudia jana huko. Naam. Hiyo ni desert. Hiyo ni jangwa. Huyu amevaa tie na time ni donate. Naam. Hiyo ni desert. Hiyo ni jangwa. Trusting. Kutumainia. Man, these are trusting in God. Kwa These are mwanadamu very good comparison. na kutumainia Mungu. In the desert, there is a lot of misunderstanding. Jangwani hamna And kuelewana. that's why you see most of the countries which are very unstable in this Kwa country. sababu nchi nyingi ambazo They are desert countries. Naam. The desert you can be kidnapped. Maana jangwani unatekwa nyara. Joseph was kidnapped in the wilderness. Musa alitekwa nyara Joseph jangwani. akaenda akauzwa. Yusuf, naam. In the desert, you will never enjoy the presence of the Lord. Jangwani hautafurahia uwepo wa Mungu. But God says this morning, Na Mungu anasema adhuhuri ya leo that the person that trusts in the Lord, kwamba anayemtumainia Mungu, his roots mizizi zake will spread into waters. zitaelekea kwenye maji And there will be total supply. na kutakuweko na utele. Sometimes, church, we run short of supply because we have chosen not to trust in the Lord. Wakati mwingine kanisani tunapungukiwa maana tumeamua kutomtumainia Mungu. When you trust in the Lord, Napomtumainia Mungu, the Lord protects you. Mungu anakulinda And he creates a barrier against those who stand against na you. anajenga ua kinyume na And whenever maadui. the enemy comes, Na adui anapokutembelea. this reminds me of Isaiah 43:1-3. Hii inasema katika Isaya That the Lord will lift up a standard. kwamba Bwana atainua kiwango. That even if there is water, Na kama kutakuwa na maji, it shall never overwhelm you. haitakumeza. Because you are trusting in the Lord. Maana unamtumainia Bwana. That even if you go through fire, Na kama utapitia kwenye moto, that fire will not burn you. moto ule hautakumeza. Because you are trusting in the Lord. Maana unamtumainia Bwana. If you don't trust in the Lord, Na kama humtumainii you Bwana, trust in the other way around. unatumainia mambo mengine. And these are signs of not trusting the Lord. Hizi ndio ishara za kutomtumainia A Bwana. Christian who becomes very unpredictable. Mkristo ambaye hajulikani. You cannot tell the magnitude of his efficiency in the work of Haujui dhamana uzito wake katika kazi ya Mungu. Praise the living God. Bwana asifiwe. Today he's preaching, she's preaching, tomorrow is not preaching. Leo anahubiri kuhubiri, kesho hapatikani. Today is giving, next week is not giving. Leo anatoa, juma lijalo hatoi. Because they believe they are serving man. Maana wanaamini wanamtumikia But those Mungu. who serve the Lord, they remain consistent. Lakini wanaomtumikia Their Bwana love is predictable. mambo yao yanajulikana. You know, when the pastor starts thinking of this program, what are we going to do in this church? Mchungaji akiwaza Akili yake inakimbia kwanza, unamzomba. anakumbuka You wewe. can trust him with his work. Anaweza And kumtumaini he do kazi. it efficiently. Na anatenda kwa wema. If they are employed, they are predictable. Basi kama wameajiriwa wao Siku wanajulikana. ambayo hajaingia kazi umejua ni kubaya. Naam. Not today they are on, tomorrow they are not on. Kwamba si kwamba anapatikana na anakosekana. Like some, I want you to understand this. Leo nataka tuelewe hii. Christianity is not an event, it's a process. It's a lifestyle. It's a walk. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo si event. Naam. You know, events are things that come and go immediately. Si kama sherehe. But the Christian journey is a process. Lakini ni It was mfululizo wa mambo. begun in Genesis. Ilianza katika When God created you and I in His own image. And that was the beginning of salvation. All through is a journey of salvation. I cannot be on today and I'm not on tomorrow. Bwana Yesu asifiwe. I cannot be serving today with zeal and tomorrow I'm not serving. Bwana Yesu asifiwe. You must take care of your salvation with fear and trembling, because you are not serving Bishop Were, you are not serving anybody, you are not serving your parents,
You are not serving the people of this country. You are serving the Lord. Wamtumikia Mungu. You know, if the Lord had taken me the other day, I would not have said Kama this. Bwana angenichukua Jumapili. But one thing I'm very sure of. Lakini jambo moja nalijua. Mimi ningeenda kusherehekea na Mungu mbinguni. I'm not doubting about that. Mimi sina shaka. Because I'm a forgiven sinner. Maana mimi ni I am a forgiven sinner in the name of Maana Jesus. nimesamehewa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus Christ. When you want to understand the principles of Christianity, Ukitaka kuelewa kanuni za Ukristo, you need to understand the salvific journey of Jesus Christ. wahitaji kuelewa safari ya wokovu ya Yesu From Kristo. the onset of this journey Kutokea mwanzo to the climax on Calvary. hadi upeo kwa When he ibada. says it is finished. Aliposema yamekwisha. When it was finished. Yalipokuwa yamekwisha. That was the beginning of your journey. Huo ndio mwanzo wa safari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus Christ. A Christian who does not trust in the Lord and trust in people, Mkristo asiyemtegemea Mungu anatumainia they mwanadamu. are easily hurt. Huyu huudhika kiurahisi ama hukwazwa kiurahisi. Naam. And they bring commotion in a department. Na wanaleta mtafaruku kwenye idara. In my understanding, I call that bad manners. Kwa kuelewa kwako naita hiyo tabia mbaya. Hata si dhambi, ni tabia tu mbaya. Naam. Then once that happened, Hiyo ikitendeka, the devil somewhere starts rejoicing kwa wakati mtu anaanza kufurahia, because he feels he has destabilized the department. maana anafurahia ameangamiza idara. Some can destabilize families. Wengine huangamiza jamii. Some can destabilize institutions. Wengine huangamiza vyuo. Some can destabilize departments in the church. Wengine huangamiza idara kanisani. Some can even destabilize the pastoral body. Wengine huangamiza hata uchungaji. And some can destabilize a big community. Na wengine wanaweza angamiza jamii kuu. Because there is lack of commitment and trusting in the Lord. Maana hamuna kujitolea na kutumaini kwa Bwana. Then by the end of the day, na mwishowe basi they get into the desert. Wanaingia jangwani. Church, listen. Nisikize kanisa. I've said Christianity is not an event, it's a process. Nilisema Ukristo si tu sherehe bali ni mfululizo. Number 2, Christianity is a discipline. Kwamba Ukristo ni nidhamu. Hallelujah. Hallelujah. I don't want to lose anybody. Sitaki kupoteza mtu. Christianity is a discipline. Ukristo ni nidhamu. And discipline means Na nidhamu ya maisha. I'll manage myself. Mimi ninajitunza And serve the Lord na kutumikia Mungu holistically. kiukamilifu. Holistic ministry. Naam. Holistic ministry. Basi huduma takatifu. Huduma behold. Kamilifu. Naam. Thank you, sir. Kamilifu. Huduma kamilifu. Holistic ministry is inclusive. It values everybody. Yajali kila mtu. A Christian who is committed values people. Mkristo aliyejitolea anadhamini watu. Is careful what comes out of their mouth. Yeye hujadhari sana na mazungumzo. They bring a team together. Hallelujah. Fanya watu pamoja. They cultivate an institution and out of them the Bible says. Na kutokana na wao Biblia inasema. They are full of waters that bring hope and life. And they their tentacles to different territories. Basi wao And they are crowd pullers. Pull crowd to the ministry. Wanavuta watu. And they enhance the service of God and humanity. Na wanatendeka And kazi. they don't speak ill of other brothers and sisters. Na hawasengeni. And if they must say something, they give hope to them. Basi wanawapa tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. You can choose to listen to this or not. Waweza sikiza hii ama amua usisi. That is within your jurisprudence, but you can decide if you want. Hii ni kwa uwezo wako, lakini unaweza amua. My prayer is that you listen to this. Ombi langu ni Because wapendwa, we are on a journey. nilisema kwamba tupo We are safari. going to heaven. Mbinguni tunaelekea. All these things that we have here, Yote tulionayo tutaziacha. naam. But there is one thing that remains Lakini constant. jambo moja There litaendelea. is a heaven. Kuna mbingu. And before you go to heaven, we need Na to live. kabla kwenda mbinguni lazima I need to tuishi. live with you, Apostle. Nahitaji niishi na I need to wewe. live with you, Madam CEO. As God, I need a relationship with you. Kwa tunahitaji uhusiano. We need to live. Tunahitaji kuishi. Then when we go to heaven, Alafu tuende we mbinguni. celebrate together. Tunafurahia pamoja.
And for us to live in harmony as a ministry, as a society, Ili tuishi as a pamoja family, kama watu na we jamii. must cultivate togetherness. Lazima tuvune We upamoja. must have our trust and focus in Lazima Christ. tumtumainie Kristo. The children of Israel, when they lacked that trust, Wana wa Israeli walipokosa tumaini hili. hapo ndio kulianza kugongana. Naam. Kugongana. Hapo ndipo kulitokea Kwa mtafaruku. na utukufu wa Mungu. Naam. They ran short of God's glory. Wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. When they ran short of God's glory, they behaved like Saul. Walipopungukiwa na utukufu wa Mungu walikuwa na tabia kama Wakati Sauli. kibali kilitoroka kwa Saulo, Sauli alianza kuoperate kwa mwili. Naam. Na roho ameenda. Naam. Ameenda kabisa. Then he was operating in flesh and carnality. Alikuwa basi anatenda kimwili. Once I start operating in flesh, I start obeying my body. Kianza kutenda kazi kimwili, Once you start mwili. obeying your body, then you are running short of God's glory. Kianza basi kutii mwili wako unapungukiwa. When you run short of God's glory, you become a problem in the ministry. Unakuwa shida kwenye huduma. May the Lord help us. Na Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Praise Jesus Church. I want to beseech you to trust in the Lord even in your house. Na wasi kutumainia Bwana hata katika manyumba. Teach your children to trust in the Lord. Fundisheni wana kumtumainia Teach your Bwana. people that you stay with to trust in the Lord. Bishop nao ishi na wao Because kumtumainia when you Bwana. teach them, Maana there ukiwafundisha will be peace even in that house. watakuwa There na will be peace in amani. that family. Watakuwa na There amani will be katika peace jamii. in that home. Kutakuwa na There amani will be katika peace in jamii. that church. Kutakuwa na amani There will be katika kanisa. prosperity and futuristic. Kutakuwa na ufanisi katika kanisa. Then he says Na anasema that this person, kwamba mtu he's like that tree whose leaves will remain green. ni kama mti ambao matawi yake yatasalia When the kijani kibichi. leaves of a tree are green, that means there is food. Majani kwenye mti yakiwa mabichi, basi yamaanisha kuna The tree makes its food by a process called photosynthesis. maana mtu hujitengenezea chakula kupitia hatua ya So these green pigments kwa hivyo rangi hii ya is the presence of food. hii ni ishara ya kuwa na chakula. Now, when these leaves are green, Majani haya yakiwa they kijani can kibichi provide medicine. yanaleta dawa. Naam. Hello? Hello. Nataka tuelewane hii. Hapa The tuko benefits, umuhimu faida wa ama umuhimu to trust in the Lord. wa kumtumainia Mungu. When the leaves are green, Wakati majani It's a hii symbol ya of kibichi, health. hii ni ishara ya afya. ishara ya afya. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Na kama kuna ishara ya afya, kuna chakula. Naam. Na si chakula tu, kuna dawa ndani yake. Naam. Because I remember when you used to have a stomachache, my mother alikuwa anaenda anachukua na halu. Unajua na halu. Kitako tumbo ikiuma mtu, basi nyanya angelikwenda shambani kichakani na akatafuta dawa. Anatuanga. Na anachukua ile iko green. Hapo anachukua bengelela Naam. ambayo ni dry. Inaleta ile iko fresh. Green. Hii ya kijani kibichi. Na kude bila ina mala tamu. Na anaigonga kisha analeta maji. Na anakupatia kadogo. Kasipoli hivi kama hii meza ya Bwana. Kadogo tu. Wapendwa ukiweka hapa hivi. Ni chungu. Naam. Because it is medicine. Maana ni dawa. Mkristo ambaye anamtumainia Bwana ni dawa kwa Wakristo wengine. Naam. Akikutana nao anawatibu roho. Naam. Adungi misumari katika mioyo yao. Naam. Ni dawa katika familia. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Akikutana na askofu anakukaa askofu, mwambie chomwe. You are so smart today. Amen. Si hata anakuangalia zile za haya huyu pia. Kulingana na mbari hende skari hari. Namna hiyo. Ndio unyana uno. Naam. Are you carrying me church? Sisi kama tunanipata kanisa. Naam. You need to be healthy. Wahitaji kuwa na afya. You know, yeah, before I got sick, I was speaking somewhere in Nakuru. I was speaking to couples, eh? Kwamba nilikuwa nazungumza na And walio I was wa. challenging them. Nilikuwa nawapa changamoto. When did you give your wife a tip for making very good food? Kwamba siku naam. Probably, sweetheart, I've never tasted such a meal. Kwamba Just sijawahi get this kuona sultan. This is a tip for you. na kwa mzawadi na 500. Kwamba leo umepika chakula rojo rojo, kula hii 500. Hapo unangojaga siku ambayo amepika mbaya hadi unaanza kulalamika. Naam. Nakutufuka. Mwanamke hajui kupika ugali yatoka na When you just give someone
somebody an award because they have done something good? Ni siku gani tutazawadi mtu maana amekwisha kutenda mema? Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. A Christian who is green, Mkristo aliye wa kijani he kibichi builds the team. anajenga kikundi. And then after he builds the team, Kisha baadaye whenever there is any malfunctioning, kulikuwa na tatizo, he provides a solution. basi analeta suluhu. And is a source of hope. Na yeye ni tumaini. He encourages. Anahimiza. It is very humble. Na yeye ni mnyenyekevu. He sees others better than him. Anaona wengine ni bora kumliko. Him, he's very low. Kwake yeye ni mnyenyekevu. But others are on top. Na wengine wameinuliwa He hivi. knows little. Anajua machache. Because he believes Maana naamini the blessed are the poor in spirit. kwamba waliobarikiwa ni maskini wa kiroho. Maskini wa kiroho. Naam. Na mara nyingi I've tried to expose to you about spiritual poverty here. Mara nyingi nimesema umaskini wa kiroho hapa ni nini? Spiritual poverty doesn't mean you don't drive a good car. Umaskini wa kiroho haimaanishi usiendeshe Doesn't mean you gari. don't need to have good money. Hiyo inamaanisha usiwe na pesa. Doesn't mean you don't need to live in a big house. Haimaanishi usiishi kwenye nyumba nzuri. Maana hiyo ni injili potofu. Naam. No. Spiritual poverty simply means humility and desire to know more. Umaskini wa kiroho ni unyenyekevu kutamani kujua mengi, not to trust in your own understanding. Katika Bwana, si kutumainia kuelewa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Trusting in the Lord. Kumtumainia Mungu. That's why the book of Psalms 121. Kwa sababu Zaburi ya 120. David says, yes, Daudi anasema, I looked unto the mountains. Kwamba nilitazama mlimani. Where does my help come from? Tumaini langu latoka. And then he says, my help comes from the Lord. Anasema tumaini langu latoka kwa Bwana. He trusted in the Lord. Alitumainia Bwana. And Paul writing the Philippians chapter 1 verse 6. Na Paulo akiandikia wa Filipi 1:6. Paul tells the church at Philippi. Paulo anaambia kanisa la Filipi. That you know what you people in Philippi? Kwamba najua enyi watu wa Filipi. The good job that the Lord began in your life. Kazi njema Bwana alianzisha maishani mwenu. He's faithful to bring it to a conclusion. Yeye ni mwaminifu ataikamilisha. But there is a term and a condition. Lakini kunayo sheria na masharti. You must trust in the Lord. Lazima umtumainie Bwana. So for the Lord to bring to a conclusion the good job that he began in your life, ili Bwana akamilishe kazi aliyoanzisha maishani mwako. let the things of this world not take away your focus unto the Lord. Wacha mambo ya dunia hii yasikutoe kwenye tumaini kwa Bwana. Let what people say about you not to deter you from focusing unto the Lord. Wacha watu wasikutoe katika kumtumainia Bwana. Let the challenges that come in your family and your ministry not become a stumbling block to serve the Lord. Changamoto katika jamii sikuzuie kumtumikia Mungu. You know, I look at people who have been in the ministry for over 40 years. Angalia wenyewe walikuwa katika huduma kwa zaidi ya miaka. Lord, before I was born, they were serving. Zaidi kabla sijazaliwa walikuwa. I don't know what kind of challenges you have gone through. Sijui umepitia changamoto kiasi gani. But probably I'm speaking to someone who has gone through a very difficult moment. Labda nazungumza na mtu ambaye amepitia changamoto si hapa. The good news is that trust in the Lord. Habari njema ni kwamba mtumainie Bwana. Mtumainie Bwana. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus Christ. There is reward in trusting in the Lord. Kunalo tuzo katika kumtumainia Bwana. And again, if you don't trust in the Lord, there is what happens. Ukikataa kumtumainia Bwana kunayo matokeo. And I want to leave you this challenge. Na nataka nikupe changamoto hii. You see, when Moses was delivering the children of Israel, God was using him to deliver the children of Israel. Kwamba Mungu alipomtumia Musa kwa kukomboa wana wa Israeli. It came a time they were very stubborn. Ilifika wakati walikuwa wasumbufu mno. In fact, sometimes I've seen a number of us preachers criticizing Moses tukisema he was wakati mwingine angered. Wahubiri wamemkosoa Musa. Na kwamba Musa alikuwa na hasira sana. Naam. Bwana asifiwe. Praise Jesus. But I'm trying to imagine if you are in Moses' shoes. Lakini najaribu kufikiria kama ungelikuwa ni wewe. Dealing with very stubborn people. Unashughulika na watu sumbua. Wakatili. Naam. Watu wanasumbua. Naam. But he lifted up his eyes and akaambia wana wa Israeli. Kina kainua macho yake juu akaambia wa Israeli.
Today I'm giving you a choice between life and death. Leo ninawapa nafasi ya kuamua kati ya uzima na kifo. Between a blessing and a curse. Kati ya baraka na laana. A blessing is obeying the Lord and a curse is not obeying the Lord. Baraka ni kumtii Mungu na laana ni na akawaambia. The Lord that I'm giving you today is not far away that will ask who is going to pick it for us. Kwamba Mungu anawaambia leo si mbali sana kwa It is here with you. Lakini hii pamoja nasi. You can decide to obey it or not obey it. Unaweza amua kuitii ama kukataa. And like someone, I want to say this. Like someone nataka kusema hivi. Choose to trust in the Lord. Amua kumtumainia Bwana. I don't want to encourage you to decide the other way around. Sitaki kukuhimiza uamue. I want to encourage you to trust in the Lord. Bali kumtumainia Bwana. When you trust in the Lord, ndio kumtumainia Bwana, there are benefits. Kunayo faida. I want you to stand on your feet as I invite Apostle to come. Nataka uinuke kwenye miguu zako. As I invite the present worship also to come. Napokaribisha pia. And in the process of them coming, na katika hali yao ya kuja, you have a challenge. Nayo changamoto. I have a challenge. Nayo changamoto. We need to trust in the Lord. Tunahitaji kumtumainia Bwana. For there are benefits. Maana tunayo faida. There are benefits. Tunayo faida. There are benefits. Tunayo faida. Look at your life, just assess it. Bia maisha yako mwenyewe. Look at the things probably you've gone through. Angalia mambo umekwisha. Labda mimi ndio niko na shida peke yake. Naam. Maybe I'm the only one who needs a lot of help. Labda ni mimi ninahitaji msaada. I need the Lord even more. Kwa mimi namhitaji Bwana. Remember when I was seriously sick? Ninakumbuka nilipokuwa mgonjwa. I kept on asking myself whether have I really served the Lord enough? Nilijiuliza kama kweli nimemtumikia. Have I really done my best, God? Kwamba nimefanya yangu iliyo bora. And as I'm going to face the seat of judgment. Na ninapokumbana na how many people I have influenced positively? Watu wangapi nitakuwa nimewaleta kwa? How many people are the products of my blessings? Watu wangapi ni sehemu ya baraka ya maisha? And the Lord that I need to do in the house. Nikagundua kuna mengi nahitaji kufanya. And therefore I can stand and say. Na sasa nasimama niseme. Just like Joshua. Kama vile Joshua alisema. As for me and my house. Kwamba na mimi na nyumba yangu. I'm going to serve the Lord. Ninaenda kumtumikia I Mungu. want you to imitate the same. Nataka uige hiyo. For you and your life. Wewe na maisha yako. For you and your family. Wewe na maisha yako. For you and your children. Wewe na watoto wako. For you and your spouse. Wewe na mke wako. Serve the Lord. Kumtumikia. Just go before the Lord this afternoon. Nenda mbele za Bwana siku ya. As you meditate upon His greatness and His love. Napo baki katika hali hii. Oh yes, Lord Jesus, we thank you. Father, let your will be done, because I'm just a piece of clay and you are the potter, Lord. I just want to sing that song along with me as we dedicate and commit ourselves before the Lord. There is something I want you to pray this afternoon as I even invite the servant of the Lord to pray. Pray about your family, pray about your children, pray about this country. We need Jesus. Let your will be done. Your will be done. Just a piece of clay. Sing again, raise your voice. And you are the potter. Father, let your will be done. oh, let your will be done. Let your will be Oh, done. let your will be done. 'Cause I'm just a piece of clay. Oh, And you are the potter. oh, Father. Let your will be done. Say again, say it. Let your will Raise be your voice and tell the Lord, let your will be done.
Don't put the beats. Jehovah Jireh, oh Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tunakupenda, oh Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tunakupenda, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Ni haleluya, haleluya, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Haleluya, haleluya, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Rapha, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehovah Rapha, I want you to open your mouth and just call unto him today. Call unto him today. Call unto him today. Call unto him today. In your own language, call unto him today. Those that are listening to this voice, call unto him today. Oh my God, how much do you know this God? Are you trusting in God today? Are you trusting in his word? Are you trusting in his
karibu, karibu mwami, karibu mumwoyo kwange, karibu mwami, mumwoyo kwange, karibu mwami, mumwoyo kwange, karibu mwami, mumwoyo kwange.